kumuombea mama mkwe wake. Na Yesu makasabira mama mkwe wa Petro naye mwakalamo. Na Yesu akaenda kumuombea mama mkwe wa Petro akaponeshwa. Lakini mapapa wa leo hakuna hata mmoja ambaye anakuwa na mke. Na ukiwaona mapadri wa leo hakuna mpadri anayekuwa na mke. Na ndiyo maana watoto wa Mungu tunapaswa kuelewa kwamba kuna kanisa ambalo juu yake kuna unabii. Na kama juu ya ile kanisa kunawekwa unabii, na ile ni kanisa ambayo hata inakuwa juu yake. Tena ni kanisa ambayo ina uwezo. Hakuna rais awezaye kuwapinga. Hakuna mfalme awezaye kuwapinga. Na hakuna mwenye siasa hata mmoja ambaye anaweza kuwapinga. Sababu ni dini ambayo sauti ya Bwana iko juu yake. Na inawaambia watoto wa Mungu, fanyeni angalisho pamoja na madini. Amen. Amen. Watu wameenda kusoma makanisa na hawajui kanisa iko na sauti gani juu yake. Lakini unakuta watu wakiingia na kutoka ndani ya ile makanisa. Nabii anatuambia kwamba makanisa iliyopo leo, wale walioanzisha zile makanisa wakifufuliwa, na watashangaa wakiona tena ile makanisa. Mwache kwanza nisome pale kidogo. Na kama Mungu anaturuhusu basi mwache tusome pale kidogo. Makanisa ina hatari juu yake. Ndio. Takushule ni mwamoche na mwago hoka. Omeche. Tushukuru ni mwana wake. Kila mtu chukua kanisa .3. Hapo le Mungu utilije hapo wakati kanisa hilo la Methodisti ya Kiusilei lilipokuwa linatawala wakati John Wesley alipokuwa hapo. Wanitegi walikuwa wanatawala katika siku yao na kila mmoja. Lakini acha mwanzilishi afe, wakati mmoja ndipo wanapotea. Satan kata. Tunasikia omunadiatia. Na pia nasema hivi. Sema ukiona Wesley anafufuka leo, hata kuta ile kanisa namna alivyolianza. Kama Martin Luther anafufuka, hata kuta ile kanisa aliyoanzilisha ikiwa jinsi alivyoianza. Kama Wesley akifufuka leo, naye hata kuta ile kanisa ikiwa namna alivyoianzilisha. Sasa nabii anasema kwamba yule mwanzilishi anapofariki, vile kanisa haiwezi kuendelea jinsi ilivyoanza. Maana ukiangalia ile dini ambayo ilianzwa na Martin Luther, hauwezi kusema ingali vile Martin Luther alivyoianza. Kwa sababu kwa wakati wa Martin Luther, yeye alisema kwamba mwanamke haimupase kusuka nywele zake.
anadhihirisha ngozi ya mwili wake kanisani. Ukikuta leo zile manguo za kupasuliwa miguu za wanawake kanisani, ile mambo haikukua kwa wakati wa Martin Luther. Yule akifufuliwa leo, hata kuta ile kanisa ikiwa namna alivyoiadhimisha. Na Wesley ni vile vile. Na kama tunapanga vizazi nyuma ya Paulo, hautakuta kanisa ikiwa kama vile ilivyoanzwa. Ndio maana hata ndani ya ujumbe ambayo sisi tuko ndani, kama nyuma yetu kungelikuwa ingine kizazi, kumbe nabii alishatokea. Kumbe nabii wa ingine kizazi alishatokea.